Somo linasema uamsho wa karama na vipawa kwa watumishi. Na nimesema kila mtu aliyeko mahali hapa ni mtumishi wa Mungu. Hata kama mchungaji wako hakuwahi kukuambia kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, siku hii ya leo mimi ninakutamkia kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoanza kulisikiliza somo hili, lisikilize kama ni mtumishi wa Mungu unayeenda kuanza kufanya kazi sasa ambayo Mungu amekuitia kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usijidharau, usijione ya kwamba mimi siwezi au mbona mimi hata Biblia yenyewe kuifungua sijui. Ninachokijua unalo neno ndani yako, na hilo ndilo ambalo Mungu anataka aende kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nianze pia kwa kutoa utangulizi huu hapa. Wakati nikiendelea kumuomba Mungu kwa habari ya majira haya na somo hili ambalo alikuwa amenipa, akanipa kuona ndoto fulani. Sasa hii ndoto ikawa inamuonyesha mtu mmoja ambaye alikuwa na ng'ombe wake anamkamua maziwa lita 2 kwa siku. Alafu ghafla yule mtu akaletewa ng'ombe mwingine ambaye anatoa lita 20 kwa siku. Sasa alipoletewa yule ng'ombe anayetoa lita 20 kwa siku, yule mtu akasema, ni kweli kabisa huyu ng'ombe anatoa maziwa mengi, lakini mbona mimi sina uwezo wa kukamua hizo lita 20? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wakati anaongea hivyo, akatokea mchungaji. Alipotokea mchungaji, yani mchungaji kuhani, sio mchungaji wa ng'ombe. Bwana Yesu atusaidie sana. Akatokea mchungaji akamwambia, mimi nitakusaidia, mbona hiyo ni kazi nyepesi. Nitakusaidia ili uweze kukamua hizo lita 20 zote na uweze kuzitumia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa neno hili au ndoto hii ilikuwa ni uthibitisho wa kile kitu ambacho Mungu alikuwa akisema na mimi. Kwa hiyo kama utaona, huyu mtu alikuwa na ng'ombe anayetoa lita 2, lakini akapewa ng'ombe ambaye anatoa lita 20. Inamaanisha ameongezeka baraka zake mara 10 zaidi ya zile alizokuwa nazo mwanzoni. Lakini hizi baraka zimeongezeka mara 10 zaidi kwa mtu ambaye hawezi kuzitumia baraka hizi. Yaani hawezi kufanya namna ya kuzipokea na kuzifanya kuwa halisi kwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wakati nikimuuliza Mungu kwa habari ya mambo mbalimbali na kwa habari ya nyakati tulionayo, Mungu akaniambia ziko baraka ambazo watu wa Mungu wanatakiwa kuzipokea katika majira haya. Lakini kuna watu ambao hawajui ni namna gani wataweza kuzipokea baraka zile na kuzitumia ili ziweze kuwasaidia katika maisha yao. Kwa unaweza Mungu akaachilia baraka katika maisha yako, lakini kwa sababu ya hali ulionayo ya udhaifu wa rohoni, ukashindwa kuzitumia zile baraka jinsi ipasavyo. Ukabaki kuhangaika na lita 2 wakati kumbe kuna wingu limeshuka la kukufanya uwe bora zaidi mara 10 kuliko ulivyokuwa mwanzoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo katika majira haya tunapoenda kuanza haya maombi na nyakati tulizo nazo, unatakiwa kuanza kuisemesha nafsi yako na roho yako ya kwamba sasa hivi Mungu amenibariki mara 10 zaidi ya baraka nilizokuwa nazo. Kwa hiyo katika kila eneo la maisha yako unatakiwa kuanza kupeleka idea hii na wazo hili ya kwamba nimebarikiwa mara 10 zaidi ya nilivyokuwa mwanzoni, na sasa ni kazi yangu kuhakikisha ninazileta hizi baraka katika uhalisia. Na mimi kama mchungaji wako na kuhani wako katika zamu hii, Mungu ameachilia hayo mafuta juu yangu ya kukusaidia wewe kuweza kuaccess hizo baraka, kuweza kuzipokea hizo baraka na zikafanyike halisi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiliamini neno hili, maandiko yanasema maneno haya kuwafaa wengine kwa sababu hawakuyachanganya na imani. Yaani neno lililohubiriwa kwao halikuleta matokeo kwa sababu hawakuchukua imani na kuichanganya na neno lililosemwa. Kwa hiyo nakusihi katika jina la Yesu Kristo ya kwamba neno hili ukaliwekee imani na kuamini ya kwamba hakika Mungu ameamua kunibariki mara 10 zaidi ya jinsi nilivyokuwa sasa. Kwa hata kama mazingira unayaona yamekaa kwa namna ambayo ni ngumu na haieleweki, hata kama unaona kuna utata unaoendelea mahali, uwe una uhakika ya kwamba ukichanganya imani yako na hili neno, inaenda kuwa halisi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu linasema uamsho wa karama na vipawa kwa watumishi. Sasa uamsho maana yake ni nini? Uamsho maana yake ni kuhuisha kitu ambacho kilikuwa kimelala. Ni kukiinua kitu ambacho kilikuwa kimelala. Au tunaweza kusema ni kutiwa nguvu tena kwa kitu ambacho kilikuwa kimekosa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya kazi ngumu sana ukachoka, wataalamu wametengeneza vitu vinaitwa energy. Japo sizipendi sana zile. Kwa vijana wengi sana zinawaletea shida, zitawaletea shida sana kwa hapo baadaye. Sasa kazi ya zile energy ni kwa yule mtu ambaye amefanya kazi kubwa, amechoka, anahitaji kuboost mwili wake ili uweze kupata nguvu tena. Anachukua kile kinywaji ambacho kimewekewa glucose ya kutosha, akinywa kile kinywaji anaanza kusikia nguvu tena kwenye mwili wake. Sasa uamsho ndicho kinachofanya. Inamaanisha kuna hali ambayo inatokea kwenye kitu ambacho kilikuwa hakiwezi, kwenye kitu kilichokuwa dhaifu, kinaenda kupewa nguvu ya kuanza kuweza kufanya kitu kingine ambacho kilikuwa hakiwezi kufanya. Lakini pia uamsho unaweza kuwa ni kwa kitu kilichokufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu kilichokufa pia kinaweza kikaamshwa. Na ndio maana Yesu Kristo wakati Lazaro amekufa, ndugu zake na watu walipokuwa wanasema Lazaro amekufa, Yesu akasema Lazaro amelala. Inamaanisha Yesu Kristo alijua ya kuwa Lazaro hiko kilichompata kinaonekana kama ni kifo, lakini katika ulimwengu wa roho ni usingizi. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo akaenda kuachilia nguvu ya kumfufua au ya kumwamsha Lazaro kutoka kwenye usingizi ambao watu walidhani ya kuwa amekufa, lakini Mungu aliona ya kuwa amelala. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanawezekana yakawa yanaonekana kama vile yamekufa katika maisha ya mtu, lakini Mungu akiyatazama anaona ya kuwa hayo mambo yamelala usingizi. Kwa hiyo yanahitaji sauti ya Mungu ya kuweza kuamsha kutoka kwenye huo usingizi ambao unafanana na kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kuna jambo katika maisha linaonekana kama vile limekufa na limekatiwa tamaa, lakini hii ndio ile sauti ambayo Yesu Kristo alienda kumwamsha Lazaro. Wakati watu wanatafsiri ni kifo, Yesu anatafsiri ni usingizi. Na mimi ninakutabiria siku hii ya leo ya kwamba hicho si kifo ila ni usingizi. Kinachohitajika ni sauti ya kukuamsha kutoka kwenye hali ulio nayo ili uweze kupata nguvu tena na kuinuka na kuendelea na safari ya maisha ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya uamsho na tunapoenda kuombea uamsho, tunaenda kuombea mambo makubwa mawili. Tunaombea la kwanza, jambo ambalo linaonekana tu kama vile kuna udhaifu umetokea, kuna namna imetokea ya watu kusinzia, ya watu kushindwa kufanya sawasawa na vile Mungu anataka, ya watu kukata tamaa. Hali ile ambayo mtu akijiangalia anasema, nimefanya kwa muda mrefu, naona sasa nimechoka. Sasa hiyo hali ya kusema naona nimechoka, aina ya kwanza ya uamsho ni kuweza kubusti hilo eneo ili nafsi yako iweze kuinuka tena na kuanza kupokea nguvu ya kuendelea kupambana mpaka iko kitu kitokee katika maisha yako. Na tunapoenda kuomba tena, ajenda ya pili kwenye uamsho ni kwamba kwa yule mtu au lile jambo linaloonekana kuwa ni kama vile limekufa na watu wakilitabiria kuwa limekufa, hilo jambo Mungu anasema ni kama limelala kwake. Kwa hiyo anahitaji upokee sauti. Na ndio maana Yesu Kristo alipofika kwenye kaburi la Lazaro, alimuita Lazaro ili aweze kutoka kwenye ile kaburi. Inamaanisha alijua ya kuwa Lazaro amelala. Akiitwa kwa sauti ana uwezo wa kusikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Lile ambalo nadhani kama limekufa na kama liwezekani, maandiko yanasema siku ya leo ukiliita kwa sauti lina uwezo wa kusikia na kutoka katika hilo kaburi ambalo nadhani ya kuwa limefukia hilo jambo au limefukia hiko kipawa ambacho Mungu alikuwa ameweka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa kuna mtu mwingine unakuta alikuwa na shauku mno ya kumtafuta Mungu hapo awali. Alikuwa na bidii sana ya kujifunza neno, ya kusikiliza mafundisho. Alikuwa na shauku, masaa yote anakuwa anatamani, anasema hivi ibada itakuwa lini? Hivi Jumatano ifiki haraka. Natamani niende kwenye ibada ya maombi. Natamani kwenda kusikiliza neno. Alafu ghafla yule mtu taratibu anaanza kusikiliza bongo flavor. Taratibu yule mtu anaanza kusikiliza mipasho. Anaanza kutoka taratibu. Ukimuuliza nini kilichotokea hapa katikati, anakuambia niliona tu kama nimechoka, niliona tu kama nimekata tamaa, niliona tu kama mambo hayaendi. Kwa hiyo ulipoona hayaendi, nini kilichotokea? Nikaamua nikae tu. Mungu anataka kuamsha hiyo hali. Anataka kuirudisha tena hiyo nafsi iweze kupokea nguvu tena ya kurudi kwenye pambano mpaka kuhakikisha kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili uamsho utokee, ukienda maofisini huwa wanaandaa semina mbalimbali. Utasikia tunaandaa semina au tunaandaa mafunzo ya kitu fulani. Kwa hiyo wafanyakazi hiyo wiki hawafanyi kazi, wanaenda kukaa kwenye hoteli fulani, wanapata mafunzo fulani, alafu wanakuwa wanakula, wanakunywa, wanafurahi labda kwa muda wa wiki nzima. Sasa wanadamu wanapofanya hivi hawafanyi kwa makosa, kwa sababu wanajua mtu akikaa kwenye constant speed kwa muda mrefu ana uwezo wa kusinzia. Mtu akikaa kwenye mwendo fulani kwa muda mrefu ana uwezo wa kusinzia, ana uwezo wa kupoteza focus. Ndio maana tukiwa tunaendesha magari, kama unaenda safari ndefu, huwa tunashauriwa ya kwamba unatakiwa uwe na mtu mwingine pembeni ambaye atakuwa anakusemesha. Kwa nini? Kwa sababu ukikaa ukitulia muda mrefu kwenye steering huko peke yako, unaweza ukahisi uko macho na kumbe tayari umeanza kusinzia. Lakini ukiwa na mtu pembeni yako anakushtua kwambia, "Alo, mbona kama unasinzia?" Unatikiza kusema, "Hamna, unadhani kama nimesinzia?" "Sijasinzia naona," lakini ukweli ulikuwa umesinzia. Hata katika safari ya maisha yetu ya kiroho na ya kimwili tunahitaji mtu pembeni ambaye atakuwa akitukumbusha ya kwamba, "Ndugu yangu, naona kama unasinzia, naona kama vile gari linaanza kutoka pembeni ya barabara." Unahitaji sauti ya mtu wa pili ya kukusaidia, kukurudisha katika lami, kukurudisha katika barabara ili safari yako iweze kuwa salama. Niko hapa siku hii ya leo ili kukuamsha katika safari ulio nayo, kukuambia ya kwamba usilose focus. Twende mbele tukiwa tumetazama sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu yupo tayari kwa ajili ya kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema maofisini utaona watu wanapewa semina. Ile semina kazi yake utaona kama ofisi inatumia hela nyingi sana, tena inawalipa na fedha ya ziada. Inasema safari hii mtaenda Bagamoyo, mtalipwa kila mtu 1,500,000 kwa siku, lakini mtapewa chakula, mtapewa na kulala kwenye hoteli nzuri ya kifahari. Maana yake ni nini? Wanataka kurudisha hari tena ya ufanyaji kazi. Mkiwa kule kwenye yale mafunzo, wanaanza kuwadondoshea mafunzo mbalimbali, wanawapa tips za kuweza kuwabusti kufikia yale malengo ambayo kama ofisi inaitegemea. Kwa hiyo Mungu anapoleta somo hili la uamsho katika kanisa, kuna malengo ambayo ameyaweka katika maisha ya kila mmoja, na anatamani kuona kila mtu anafika kwenye hayo malengo. Kwa hiyo akitazama, akiona kama kuna hali ya kusinzia, ndipo anapoleta somo la uamsho, ndipo anapoleta maombi ya uamsho. Lengo lake ni kuturudisha tena kwenye ile hali tuliyokuwa nayo awali, kwenye ile nguvu ambayo mwanzoni tunapokea mafundisho tuliipokea, tukaamini, tukasema, "Hakika kwa nguvu hii tunaenda kushinda, kwa nguvu hii tunaenda kupokea majibu yetu." Ndicho Mungu anachokifanya, anarudisha tena ile nguvu ya awali ambayo Mungu aliweka ndani yetu. Ndio maana maandiko yanasema, "Kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu." Anaposema kumbuka ni wapi ulipoanguka, anamaanisha ni wapi ulipopoteza nguvu ya awali. Na namna ya kurudisha ile nguvu ya awali anasema ukatubu. Sasa mahali ya kutubu ni maana ya kutubu ni namna ya kuconfess, ni namna ya kutambua ya kuwa nilikosea hapa, lakini kwa awamu hii ninanyanyuka tena, ninasonga mbele, sitakosea tena kosa nililolifanya, nitasonga mbele. Mungu ndiye anayemtafuta mtu wa namna hiyo. Anatafuta namna ataweza kukurudisha kwenye pointi ambayo nguvu yako ilianza kupungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio maana ya uamsho. Na hayo ndio maombi ya uamsho.
Na sasa nimesema kila mtu mahali hapa ni mtumishi wa Mungu. Na kwa sababu kila mtu ni mtumishi wa Mungu, unatakiwa kuelewa utumishi maana yake ni nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa utumishi maana yake ni kwamba ni mtu yule ambaye anawajibika kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema kwamba huyu ni mtumishi wa serikali, inamaanisha ni mtu anayewajibika serikalini lakini kuwatumikia watu wengine. Kwa hiyo huwatumikii watu wengine, inamaanisha wewe sio mtumishi. Tunaposema ni watumishi wa Mungu, inamaanisha tunatumika kwenye serikali ya mbinguni lakini kwa kuwatumikia wengine. Mtumishi huyu wa serikali anapokuwa akitumika katika ofisi ya serikali, anapata mshahara mwisho wa mwezi wa kutumika katika nafasi aliyonayo. Kwa hiyo ni lazima atambue ya kwamba niko hapa kuwatumikia wananchi, niko hapa kuwatumikia raia wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna baadhi ya maeneo ukienda, ukikuta mtumishi wa serikali anafanya ndivyo sivyo, watu wanaanza kusema ya kwamba huyu mtu hajui ya kwamba anatumia kodi zetu. Inamaanisha hawa ambao unawatumikia ndio waliokuweka kwenye hiyo nafasi. Kwa maana hiyo unatakiwa kuwajibika kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema ni mtumishi wa Mungu, unatumika vile vile kwenye serikali ya mbinguni, unatumika vile vile kwenye serikali ya Mungu. Kwa nini? Unawatumikia watu ili waweze kurahisisha michakato ya kazi zao. Na katika kutumika huko, Mungu si dhalimu, anaenda kukulipa zaidi ya jinsi ambavyo serikali ya wanadamu ingeweza kukulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utasema tuache kazi wote tuje kanisani. Tutabanana hapa madhabahuni. Alafu mafungu ya 10 hayatoshi, tutaanza kugombana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja ni mtumishi wa Mungu kwenye eneo alilopewa. Kwa hiyo kama wewe ni nesi, unatumika kwenye nafasi yako ya unesi kumtumikia mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu, na wewe unalifunua kusudi la Mungu kwa huyo mtu unayemtumikia. Na ndivyo hivyo ukija kanisani, unatumikia ufalme wa Mungu kuhakikisha ajenda ya Mungu inatekelezeka katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukizungumza kwa concept nzima ya utumishi, tunazungumzia mtu anayewatumikia watu. Na ndio maana ukiona mchungaji anatumikiwa, ujue huyo sio mchungaji, huyo ni mpigaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama mimi ni mchungaji, ni lazima nijifunze kuwatumikia wale watu ambao Mungu kaweka mbele yangu. Lakini vile vile kwa mshirika, ni lazima ajifunze ni namna gani anaweza kumtumikia Mungu kupitia mtumishi aliyeko mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna nyakati fulani wana wa Israeli walitekwa na Adolf Hitler kule Ujerumani, wakapelekwa matekani. Walipofika kule Ujerumani, wakawa wakiulizwa. Sasa ni mkanda mmoja utaangalia umeandikwa Sobibor, unaitwa Sobibor. Sasa utaona wakishushwa wale Wayahudi kwenye zile treni, wanaanza kuulizwa ya kwamba wewe una ujuzi gani? Utasema mimi ni fundi wa viatu, unawekwa huku. Wewe una ujuzi gani? Mimi ni fundi wa kitu fulani, utawekwa huku. Wewe una ujuzi gani? Mimi na ujuzi wa kitu fulani, utawekwa huku. Wewe una ujuzi gani? Sema mimi bado nilikuwa nasoma, lakini pia unajua bado sijapata nafasi ya kuweza kufanya chochote kile, kwa hiyo bado nipo. Unawekwa kwenye kundi lako. Sasa yule mtawala yule Hitler alichokuwa anakifanya, alikuwa anafanya kitu gani? Baada ya hao watu wote kila mtu kutaja anafanya nini, walikuwa wanapelekwa kwenye mabweni yao kulingana na shughuli zile walizosema wanazifanya. Alafu wale wengine walikuwa wanabakizwa wa mwisho. Wakishaingizwa wote kwenye mabweni yao, wakifungiwa kule, wale ambao walisema bado tupo tunasikilizia kwanza, wakawa wanachukuliwa wanapelekwa kwenye majumba ambayo yana moto, wakawa wakichomwa moto wakiwa wako hai. Sasa huyu ni mwanadamu ambaye alikuwa anajua hakuna mwanadamu anatakiwa kuishi katika dunia au katika taifa lake akiwa hana kazi. Inamaanisha wewe unaleta hasara katika nchi yake. Kwa hiyo akawa anawachukua, anawaingiza kwenye yale matanuru, anawachoma moto kule.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wale waliokuwa wakisema kwamba mimi najua kitu fulani, na kwenye ule mkanda nikajifunza kitu kingine pia. Kuna kijana ambaye alikuwa hajui kufanya kazi, lakini kaka yake akamwambia, wewe sema ya kwamba unafani kama ya kwangu. Kwa hiyo kale kijana kakasema nina fani fulani, fani kama ya kakake. Hakuwa nayo ile fani, lakini akaenda kujifunza kule walikokuwa wamefungiwa kambini, na ndio ikawa uponaji wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini ninachotaka nikufundishe na nikusogeze hapa? Ya kwamba kila mtu katika uso wa nchi ni lazima awe na kitu cha kutumika mbele za Mungu. Na kama utakuwa hauna, inamaanisha ipo siku Mungu atakukamata na kukutupa kwenye tanuru la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya utumishi, sio swala la kukuomba umtumikie Mungu. Ni swala la kukukumbusha ya kwamba ndugu yangu, unataka tumika. Mtumishi wa Mungu Mwakasege wiki alikuwa anatembea na hii kwamba unataka kuokoka, okoka. Hutaki kuokoka, bado Yesu yuko pale pale, atarudi. Unataka Yesu atarudi, hutaki Yesu atarudi. Ndivyo jinsi ilivyo hata kwa watu ambao Mungu kawaumba hapa duniani. Unataka kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu. Siku moja Mungu atakulipa ujira wako. Hutaki kumtumikia Mungu, acha, na siku moja Mungu atakulipa ujira wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi ni watumishi wa Mungu tuliokubali kutumika, mimi pamoja na wewe. Na kwa sababu hiyo Mungu anatutaka kutuamsha kutoka mahali ambako tulikuwa tumelala. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo sura 25 mstari ule wa 26. Mathayo sura 25 mstari ule wa 26. Maandiko matakatifu yanasema, asante, ngoja nianzie mstari ule wa 24. Akaja na yule aliyepokea talanta moja, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mafundisho yalikuwa, Yesu alikuwa akiwafundisha kwa habari ya watu ambao walipewa talanta. Na ukisoma andiko hili utakuja kugundua ya kuwa hakuna mtu ambaye hakupewa talanta. Hata pamoja na uzembe na ulegevu ambao Yesu Kristo aliuona katika wale watu. Huu mfano anaoutolea kwamba alitokea tajiri mmoja, ni Yesu Kristo mwenyewe anajitolea mfano. Alafu anapozungumzia kwa habari ya wale watu wake aliyowapa talanta, anazungumza kwa habari ya kanisa, anazungumza kwa habari ya watu wake. Kwa hiyo anapozungumza kwa mifano hii, utagundua hakuna ambaye hakupewa talanta. Hata yule unayemuona ni zombi kabisa, ni mlegevu, ni mzembe wa mwisho, Yesu Kristo alimpa talanta moja. Kwa hiyo uwezi ukaniambia kwamba mimi kwa kweli sijui chochote. Hata kama hujui chochote, kuna kitu ambacho Mungu kakiweka ndani yako, na hicho ndicho anachotaka akiamshe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma hii mifano, huu mstari tulioenda kusoma hapo, huu wa 26, maandiko yanasema kwa habari ya yule aliyepewa ile talanta moja. Anasemaje? Huyu mtu alichukua ile talanta, akaenda akaificha. Ni wangapi ambao mmekaa mahali hapa mmeficha talanta mlizopewa na Mungu? Tunapozungumza kwa habari ya talanta, tunazungumza kwa habari ya kipawa. Tunazungumza kwa habari ya karama ambazo Mungu amekupa. Unajua, tukizungumza kwa habari ya kipawa, tunazungumza kwa habari ya ujuzi ambao Mungu amekuwekea. Sasa huu ujuzi ambao ni kipawa, mtu yeyote yule anapewa, awe ameokoka au hajaokoka, na kina uwezo wa kufanya kazi hata kama hajaokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukimwona mtu anacheza mpira, ile inaitwa kipawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anacheza, yani Mungu kamuumbia iko kitu. Lakini kitu kinaitwa karama, chenyewe kinaongezeka zaidi kwenye kipawa.
Karama inamaanisha juu ya kipawa kuna uvuvio wa Roho Mtakatifu ambao unamsaidia sasa huyu mtu kutumia kipawa chake sawasawa na mapenzi ya Mungu aliyoyaweka maishani mwake. Kwa hiyo utakuta kuna mtu ana kipawa lakini hatumiki kwenye mapenzi ya Mungu. Lakini kuna mwingine unamuona ana kipawa lakini iko karama ya Roho inayomsaidia kutimiza mapenzi ya Mungu kupitia kipawa alicho nacho. Tunaposema kwa habari ya talanta, tunazungumza kwa habari ya kipawa Mungu alichokiweka ndani yako. Na sasa kinahitaji karama ya Roho Mtakatifu ili kiweze kuanza kufanya kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana maandiko yanasema kipawa cha mtu kinamfanyia nafasi. Anasema kila kinapogeuka kinafanikiwa. Kila kinapogeuka kinafanikiwa. Mtu awaye yeyote yule kipawa chake akikitumia anafanikiwa. Lakini anafanikiwa katika mkondo gani? Anahitaji karama ya Roho Mtakatifu ya kumsaidia kutumia ili aweze kuleta manufaa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, huyu mtu aliyepewa hii talanta moja, siku moja tukiwa kwenye shule ya Biblia hapa, tukafanya conversion ya hii talanta moja. Thamani ya hii talanta moja ina thamani gani kwa miaka hii tulionayo sasa hivi? Tulipopiga hesabu tukakuta ina thamani ya bilioni 3.4, yani milioni 3,400 ndio ilikuwa thamani ya talanta moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utaelewa kwa nini Yesu Kristo alikasirika, au yule tajiri alimkasirikia huyu mtu aliyempa ile talanta. Ni kama vile huyu mtu haelewi thamani ya kitu alichopewa. Bilioni 3.4, milioni 3,400 Mungu ameziweka ndani ya moyo wako. Yaani kiwango cha chini cha ubora ambao Mungu kauweka ndani yako kwa thamani ya sasa ni milioni 3,400. Alafu unauchukua, unaufukia. Unasema mimi najua bwana, huyu Mungu bwana, yeye anafanya tu, hata kama hujamuomba, hata kama hujamtumikia, yeye Mungu anatenda tu. Maandiko yanasema aliporudi bwana wao, alipoanza kuwauliza, aliwapongeza wale waliozalisha. Lakini aliporudi kwa huyu mtu aliyepewa talanta moja, na maandiko yanafunua wazi ya kwamba huyu tajiri akasema ya kwamba wewe ni mtumwa mzembe, ni mtumwa mlegevu. Wakati anampa talanta moja hakukosea. Mungu hakukosea kukupa talanta moja, alijua kwamba wewe ni mzembe. Lakini kwenye hiyo moja bado anakutaka uizalishe. Hata kama unasema kwamba mimi sina utumishi bwana, hivyo hivyo Mungu anakutaka uzalishe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sio swala la kuomba kwamba mtumishi wa Mungu, mtumikie Mungu. Ukiona tunakupigia miruzi sana, ujue unakaribia kuja kuhojiwa ya kwamba ile niliyokupa iko wapi. Bilioni 3.4 umeenda kuziweka chini, umezifukia. Unasema wewe bwana unapata tu chochote kile utakachokitaka, unachuma hata pasipo kupanda. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ndivyo ambavyo Mungu na Yesu Kristo akitutazama, anaona kama unajidharau sana, thamani ya wokovu ulio nayo, thamani yake ina worth kiasi gani, inastahili kiasi gani, ina utajiri kiasi gani. Niko hapa kama ninavyokuambia kwenye ile ndoto Mungu alionionyesha, kukusaidia kuweza kukamua hiyo ng'ombe uliopewa na Mungu ili uweze kutoa hayo maziwa mara 10 zaidi ya jinsi ulivyokuwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tutakapoanza hizi wiki, basi ninakuomba ujiandae katika mfumo huo ya kwamba hata kama ninajiona nimekaa tu sina issue ya kufanya, natakiwa kuanza kutafuta kitu cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tafuta mwenyewe kitu cha kufanya. Mimi mchungaji nimemaliza hapa kazi yangu. Nimemaliza kazi yangu ya kukukumbusha ya kwamba pamoja unajiona jinsi ulivyo, bado Mungu kaweka kitu ndani yako ambacho mwisho wa siku atakudai. Japokuwa najua kwamba ni mzembe, lakini huwa una uhakika atakudai. Una excuse za kutosha. Ili jamaa lilikuwa lina excuse za kutosha. Na lilikuwa linaongea facts. Kwamba Mungu akiamua kuchuma, anachuma popote anapotaka. Lakini Mungu anamwambiaje? Anasema wewe nilitumwa lizembe, lilegevu, hufai katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoenda kuomba kwa habari ya uamsho wa karama na vipawa,
basi Mungu akamfunulia kila mtu sawa sawa na kile alichokiweka ndani yake, na akaanza kupokea nguvu mpya za kuanza kutumika kwenye hilo eneo ambalo Mungu amempangia. Tena sio kwa kubembelezwa, ni kwa kujua kwako na kutaka kwako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu nimezungumza kwa habari ya karama, inamaanisha hauwezi peke yako pasipo Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa una idea nzuri sana, lakini peke yako hauwezi. Pasipo Roho Mtakatifu huwezi ukafanya. Nataka nimalizie hapa, alafu tutaenda kumwomba Mungu. Tutakapoendelea na hizi wiki, tutakuwa tuna masomo yatakayotusogeza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye ile Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17, sitaisoma, nitaisema tu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17. Maandiko yanazungumza kwa habari ya wakati ule Roho Mtakatifu ameshuka kwenye kanisa ile siku ya Pentekoste. Anasemaje? Anasema katika ile siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alishuka, watu wakafurika na nguvu za Mungu. Alafu baada ya hapo watu walipoanza kujiuliza nini kilichotokea, Petro akatoka nje katikati ya makutano, akaanza kuambia ni nini kilichotokea. Akawaambia kwa habari ya unabii uliotolewa na nabii Joel. Sasa ukisoma historia ya Biblia, inaonyesha moja ya vitabu vikongwe sana duniani ni kitabu cha nabii Hosea na nabii Joeli. Kati ya manabii wa kongwe waliotabiri miaka mingi sana ni Hosea na Joeli. Joeli alitabiri akasema, katika siku za mwisho Roho wa Mungu atamwagwa kwa watu wote. Alafu akaanza kusema pale, na wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ni kama nabii alikuwa akitangaza kwa habari ya uamsho wa Roho Mtakatifu. Ni nini ambacho Roho Mtakatifu akishuka mahali anaenda kukifanya. Sasa ukisoma hii maandiko, neno Biblia Kiswahili inasema wana wenu na binti zenu. Tukisoma kwa habari ya wana, ina grupu watoto walio wadogo pamoja na wadada au wamama. Kwa hiyo mtoto wa kiume awe mdogo pamoja na wadada na wamama wanawekwa kwenye kundi la wana wenu. Ndio maana anasema wana wenu na binti zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hawa watafanya nini? Watatabiri. Kutabiri maana yake ni nini? Wataachilia pumzi ya Roho Mtakatifu kwenye yale mambo ambayo yako mbele yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiusoma huu mstari unaleta maana zaidi kama ukianzia mwisho alafu ukaufuata huku mwanzo. Ukianzia mwanzo mwisho huku, maandiko yanasema wazee wenu wataota ndoto. Nini maana ya ndoto? Ndoto maana yake ni mafunuo ambayo Mungu anayaweka kwa watu. Sasa anapoyaweka kwa watu yale mafunuo, anawapa tu picha ya mambo yanayokuja mbele. Unaweza ukayatimiza au usiyatimize. Ndio maana ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisema mimi nina ndoto bwana, na ndoto ya kitu fulani, poa, una ndoto, lakini hiyo ndoto inaweza isije kutimia katika maisha yako. Kwa hiyo kazi ya wazee waliopewa ni ya kuota ndoto au ya kuona mbele zaidi. Wana uwezo wa kutuambia kwa mwendo huu unaoenda nao, nikitazama mbele naona unaenda kuangukia pua, badilisha huu mwendo unaoenda nao. Hiyo ndio kazi ya wazee katika kanisa. Na ndio maana wakaitwa wazee wa hekima. Na kwa nini Mungu anasema ya kwamba wazee wataota ndoto? Ndoto wakati mwingine zinatokana na shughuli nyingi. Anaposema shughuli nyingi anamaanisha experience ya maisha. Kutokana na uzoefu wa maisha walio nayo, wana uwezo wa kufanya analysis, wana uwezo wa kufanya tathmini, wakajua kabisa mwenendo tunavyouona wa mtu fulani uko anakoenda si sawa. Chunga sana mzee akikuita alafu akakwambia kitu. Unaweza ukajiona kwamba unajua sana, lakini maandiko yanasema wazee wenu wataota ndoto. Inamaanisha wana uwezo wa kuona mbali, mahali ambako huwezi ukapaona wewe. Lakini anaporudi kwa vijana anasema vijana wenu wataona maono. Maana yake ni nini? Hawa vijana wana uwezo wa kuchukua ndoto za wale wazee wakaziwekea mikakati. Vision ni lazima iende na strategy ya kuweza kuzitimiza.
Kwa hiyo maandiko yanaposema kwa habari ya vijana wataona maono, inamaanisha vijana watachukua ndoto za wazee, wataanza kuzijadili ni kwa namna gani tunafika mahali ambako wazee waliona tunatakiwa tufike. Ndio kazi iliyokuwa ya Yoshua, kuhakikisha ya kwamba anawaingiza wana wa Israeli mahali ambako Musa mzee alisema wanatakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukirudi sasa kwa watoto, vijana wamekwisha kuona maono. Maono hayana sauti, hayana tamko la kinabii kwenye ile kazi. Wanahitaji watu wa kutabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunahitaji mabinti na watoto wetu kuanza kutabiria yale maono ambayo vijana watakuwa wameyaweka katika utekelezaji. Na ndio maana ni hatari sana ukaolewa na mwanaume ambaye hana maono. Ni hatari sana ukawa na wazee ambao hawana ndoto. Unaelewa athari inayokuja kutokea? Ni kama taifa lisilo na dira. Ni kama watu wasio na mchungaji. Kila mtu ataenda na uelekeo anaojua yeye, na mwisho wa siku kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake. Kwa hiyo tunapoenda kuomba kwa habari ya uamsho, tunaenda kuomba kwa habari ya wazee wetu, ile hali ya kuona maono ikaamke ndani yao, ili wachukue yale maono na kuyatapika kwetu vijana. Inamaanisha usipoyatapika kwetu vijana, tutaenda na speed, lakini tutaenda katika wrong direction. Sasa niambie binti, una akili, umeolewa na mwanaume ambalo halina vision. Kila kitu kinachokuja mbele lenyewe linataka lichukue tu. Kila kitu kinachokuja mbele linataka lifanye tu. Ndio maana maandiko yanasema mwanaume ni kichwa cha familia. Inamaanisha ni mtu ambaye ana maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa ni hatari kwetu wanaume ukioa mwanamke ambaye anakutabiria mabaya. Ili darasa lake njoo tuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana yake ni nini ninachokuambia? Unaweza nikufundishe tu kwa faida yako, ili unapoanza kuchagua uchague ukiwa una akili. Nasikia dadangu kuku. Kakija kajamaa kanakuja kana story zake, kapitishe kwenye mchujo ya kwamba haka kajamaa kana maono. Mimi unataka kufika wapi wewe? Sema mimi town tu hapo panatosha. Alafu unataka ufike Dar es Salaam. Sasa hapo town hata kwa baisikeli kwa miguu ana uwezo wa kwenda. Matokeo yake ni nini? Atakukwamisha. Wewe unatamani kutabiri vitu vikubwa, unasema nataka tufike na Zanzibar, nataka tutoke tuende na nchi fulani. Alafu mtu uliye naye maono yake yanaishia hapo town. Ndio, tafuta saizi yako ya kwenda nayo mjini. Hapo mna uwezo wa kwenda hata kwa miguu. Inamaanisha unaweza ukabeba mwanamke lolote lile ukaenda nalo huko. Unahitaji nguvu kubwa. Lakini mimi ambaye ninajua kipawa Mungu alichonipa na nguvu aliyonipa katika kinywa changu, na uwezo wa kutabiri kitu kikatokea, nahitaji mtu ambaye ana maono ya kwenda mbali. Sasa hilo darasa lingine. Yesu asifiwe sana. Ninachokirudisha hapa ni kurudishe hapa. Kanisa sasa linamhitaji Mungu akaamshe hizi hali, ili tuweze kupata mwelekeo ulio sahihi, ili tuweze kupata mikakati iliyo sahihi, lakini tupate nguvu za Roho Mtakatifu za kutusaidia kuyafikia yale ambayo tunataka tuyafikie. Na nielewa ninachokuambia. Siku moja katoto kangu kagwanto haka, tukiwa kule Mbeya, ndo tumeenda kwenye ubarikio wa wachungaji. Tukawa tumeingia kwenye gari, nikawa nimewapa lifti baadhi ya wachungaji wenzangu. Sasa tunatoka hapo, baada ya kutoka Mbeya tunatakiwa tuje Dodoma kuanze na kuanze chaguzi za viongozi kwenye ngazi ya kanda pamoja na jimbo. Wakati tunaingia mule kwenye gari, kagwanto kakaongea, kakamwamkia mzee mmoja, kakamwambia shikamoo askofu. Na hakuwa askofu, alikuwa ni mchungaji tu. Akasema wewe mtoto unaongea nini? Akasema huyu askofu. Yale mambo Mariamu aliyaweka moyoni, si ndio? Maneno ambayo Yesu alikuwa akiyasema, na mimi nikayaweka moyoni maneno ambayo watu wameyasema. Tulipoenda kwenye uchaguzi, yule bwana ndo askofu wetu mpaka siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana yake ni nini? Watoto wa kike na wa kiume wamepewa nguvu ya kutabiri. Kwa hiyo kama watoto wa kike na mabinti hamtatabiri, inamaanisha yale maono tulionayo pamoja na mikakati mizuri ambayo mchungaji naweza nikaa nayo hayawezi kutoboa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo umeipata wewe ulioko kwenye ndoa mikakati mizuri mume wako alionayo. Alafu kila akija mezani anasema ili utafanikiwa kweli? Tuone kuisha habari yake. Alafu ni kwa hasara ya nani? Ya kwake au ya kwako? Unajua sisi wanaume jinsi tulivyoumbwa, sisi kazi yetu kubwa ni kupigania au kutoa uhai wetu kwa ajili ya familia. Mwanaume ambaye ana akili sawa sawa. Sasa unapomlaani mume wako inamaanisha unajilani wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namaanisha nini? Uko kwenye kanisa, wewe unaijua position yako kama binti. Unatakiwa kuanza kutabiri. Ukisikia mchungaji hapa nimesema ya kwamba tunataka kufanya ujenzi, unaingia katika maombi, unaanza kutabiri ya kwamba natamka kwa jina la Yesu fedha zipatikane, fedha zipatikane. Huko wanaume vichwa vinaanza kucheza. Sasa hapa 1 + 1 2, hapa tunafanyaje? Mwisho wa siku kitu kimetokea. Kanisa lisipokuwa na watu wa namna hiyo haliwezi kuvuka kwenda mahali. Na mafundisho haya yanakuja kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anataka atupeleke mahali palipo na heshima. Lakini ni kanuni zake lazima zizingatiwe ili tuweze kufika. Ningekusomea hapa kitabu cha Kutoka, sehemu fulani ambayo mtumishi wa Mungu Musa anaambiwa na Mungu, waambie watu hawa wamvike mavazi huyu kuhani ili aweze kusimama katika nafasi yake ya kikuhani. Sasa maana yake ni nini? Mungu alikuwa na uwezo wa kusema tu nimemchagua Haruni kuwa kuhani wenu, nendeni. Lakini Mungu anaonyesha hapa combination kati ya wale watu pamoja na Mungu pamoja na kuhani wao. Unataka vitu vitokee, una wajibu wa kufanya. Kwa hiyo mchungaji nisipokufundisha haya, nitakuwa nikipiga kelele na kurukaruka, lakini mwisho wa siku hamna kinachotokea. Kwa sababu kuna kanuni ambayo tumeikwepa. Nimesema hata kama unajiona hujui chochote kile, kiwango cha chini kabisa ulichonacho, thamani yako ya chini kabisa ni thamani ya talanta moja. Na thamani ya talanta moja kwa thamani ya sasa ni sawa na bilioni 3.4. Nikizungumza bilioni 3.4, basi moja linauzwa kama milioni 100. Yale mabasi ya Shabibu unaona yanapita hapa barabarani. Sasa kama linauzwa milioni 100, unatakiwa kuwa na mabasi mangapi? Sasa nataka nikuonyeshe thamani ulionayo kwa Mungu. Yesu akikuangalia anaona thamani ndogo niliyoiwekeza kwako. Na huu uvivu ulionao, nimewekeza thamani ya talanta moja. Lakini mapenzi ya Mungu, hata wewe unayejiona ya kwamba huna kazi kwenye ufalme wa Mungu, kwa hiyo talanta moja aliyokupa ukizalisha anakuongezea na nyingine zaidi. Kwa hiyo ukazalisha hiyo moja zikawa 2, inamaanisha Mungu ana multiply by 2. Anakuongezea zinakuwa 2 zaidi ya zile ulizokuwa nazo mwanzo. Ulikuwa una uwezo wa kuomba nusu dakika. Anza kuomba, anza kutabiri. Unavyoendelea kuomba hivyo, Mungu atakuongezea dakika nyingine 2 za bonus. Utashangaa baada ya zile dakika zingine ukizitumia vizuri, anakuongeza zingine. Ndiyo kanuni ya Mungu. Anasema muongezee huyu, ni mtumwa mwaminifu huyu, anayo bidii huyu, hajaficha talanta yake, ana uwezo wa kuzalisha, anafaa kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuanzia leo usijidharau, tusimame. Usijidharau, lakini jua kazi yako katika nyumba ya Mungu. Tuwatenda kazi pamoja. Hakuna mchungaji pasipo waumini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna muujiza kutokea kwa mchungaji peke yake. Muujiza unatokea kwa mahusiano kati ya muumini na mchungaji. Hakuna mafanikio pasipokuwa na ndoto, pasipokuwa na maono, pasipokuwa na watu wa kutabiria yale maono. Roho Mtakatifu akatusaidie katika zama hizi tunazoziendea. Mungu wetu wa mbinguni akafungue fahamu zetu, tupate kuona kitu alichokiweka kwetu. Tutakuwa tukiimba pambio ya kuabudu yoyote ile, alafu tutaingia kwenye maombi. Utaendelea kujiombea mwenyewe ya kwamba Mungu, nipe kujua umenipa nini cha kufanya katika nyumba yako. Lakini zaidi ya yote naomba nguvu ya Roho yako Mtakatifu inisaidie kuweza kutimiza kile ambacho umekiweka ndani yangu. Kama tulivyosema ya kwamba pasipo Roho Mtakatifu, hata kama tuna mikakati mizuri vipi, tutabaki kuwa kama wavuta bangi tu. Hatuwezi tukaitimiza hiyo mikakati. Lakini tunapokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, tunayaweza yote katika yeye anayetutia hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Natoka ukiwa una picha hii ndani yako ya kwamba haya majira Mungu amekusudia kuachilia baraka mara 10 zaidi ya zile ulizokuwa nazo.
unapotoka usitoke kinyonge. Toka ukiwa una ujasiri ndani yako ya kwamba Mungu kaachilia baraka mara 10 zaidi. Alafu anza kufungua macho yako kusubiri zinatokea wapi hizo baraka. Utamwona Mungu akifungua macho yako na kukuonyesha. Karibu nitimia praise. Watoto wako tuko mbele zako, angalia Bwana. Watoto wako tuko mbele zako, angalia Bwana. Kanisa lako tuko mbele zako, angalia Bwana. Wakati praise wanaendelea kuabudu, hebu fungua kinywa chako. Mungu, ninakushukuru kwa kunikumbusha ya kwamba kuna kitu umekiweka ndani yangu cha thamani. Na anasema kumbuka mahali ulipoanguka ukatubu. Maana yake kumbuka mahali ulipoanza kurejea. Mahali ambapo ulipojiona ya kuwa ni dhaifu. Basi anza kumwomba Mungu rehema. Ya kwamba Mungu ninakuomba unirehemu. Nilijiona ya kuwa siwezi, nilijiona ya kuwa sifai. Na kumbe Mungu unaniwazia mambo yaliyo mema. Mwambie Mungu akusaidie ili uweze kutimiza kile ambacho unatamani kukitimiza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tuko mbele zako Bwana katika mchana huu wa siku ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ambaye amekuwa ni mwema na mwaminifu kwetu. Ametufundisha maneno yako Bwana. Ametukumbusha kwa habari ya uamsho wa karama na vipawa. Ametukumbusha kwa habari ya talanta ambayo Yesu Kristo ulituamini. Kila mmoja kwa namna ulivyomuona. Hata yule aliyekuwa dhaifu ukamtazama, pamoja na ulegevu aliokuwa nao, pamoja na dhambi na uovu aliokuwa nao, lakini ukasema maadamu ameitika wito wangu, nitampa hii talanta moja, nikitegemea kuona akianza kuizalisha. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa jumbe hii ambao umeileta kwangu na umeileta kwa kanisa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nami ninasimama kama kuhani wako Bwana, nikiachilia Roho yako Mtakatifu juu ya kanisa lako Bwana, nikiachilia nguvu ya Roho yako Mtakatifu katika nafsi ya kila mmoja katika kanisa aliyesikia sauti hii na atakayesikia sauti hii. Baba, katika jina la Yesu, ule nguvu ya Roho yako Mtakatifu ikampe picha nyingine tena, ikampe nguvu nyingine tena, ikamsaidie kuweza kutambua thamani ya talanta uliyoiweka ndani yake. Na kwa jina la Yesu akapokea na nguvu yako ya kuanza kuitumia, akapokea na nguvu yako ya kuweza kuizalisha. Asifiche hiyo talanta, maana iko thawabu kama ataizalisha, namna iko hukumu kama ataizalisha. Tukumbuke usiku na mchana, Mungu wetu wa mbinguni, ya kuwa umetuambia tusipoizalisha iko hukumu juu yetu. Ninaachilia nguvu zako Bwana, nikaliatanie kanisa lako. Asante kwa majira haya ya kuliamsha kanisa lako, la kulipeleka kwenye viwango vingine. Ninakuamini Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Na mtu yule Mungu wa mbinguni ambaye ukanionyesha ya kuwa Bwana umeachilia baraka mara 10 zaidi kwake. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kama bado umesema nami Bwana ya kuwa peke yake hataweza, anahitaji msaada wa kituo wa kikuhani, anahitaji msaada wa kutamkiwa. Mungu, kwa jina la Yesu ninamtamkia uweza na nguvu na neema ya Bwana ikawe juu yake, akaweze kuzalisha, akaweze kutumia hizo baraka kwa jina la Yesu Kristo. Ninafungua hizo baraka katika maisha yake, ninaachilia hizo baraka kwake kwa jina la Yesu. Kila upinzani na ugumu unaongeza kumzuia ashindwe kupokea hizo baraka, ninauondosha kwa jina la Yesu. Ninaamuru hizo baraka zikamwagike juu yake, maana imeandikwa malango yetu yatakuwa wazi daima, wala patakuwa na mtu aweze kuyafunga. Nami ninaamuru malango ya baraka zake yakafunguke na asiwepo mtu wa kuyafunga. Ninamtamkia nguvu ya kuweza kuyapokea, ninamtamkia maarifa ya kuweza kuyapokea. Yakini amekosa maarifa,
maarifa. Mungu kwa jina la Yesu, fahamu zake zikafunguke, akapate maarifa ya kutumia hizo baraka alizopewa katika jina la Yesu. Wakati nikiwa katika maombi, Mungu akanionyesha kitu. Akanionyesha Yesu Kristo akiwa pale msalabani, na akaniambia specifically ya kwamba hii kitu ni kwa ajili ya ulimwengu wote. Akaniambia wakati Yesu yuko pale msalabani, alikuwepo mwivi mmoja pembeni yake, na yule mwivi alijua kabisa ya kuwa yeye anastahili ile adhabu. Akawa katika mateso na maumivu ya kuelekea kufa, lakini alipogeuka pembeni akatambua ya kuwa kumbe Yesu Kristo yuko mahali hapa, na akakumbuka kwa habari ya sifa alizopewa Yesu Kristo. Yamkini alikumbuka kwa maneno yaliyotamkwa na manabii wa zamani ya kwamba huyu Yesu Kristo, uwezo wa kifalme uko begani mwake. Huyu ni mfalme wa wafalme, ni Mungu mwenye nguvu, ana uwezo wa kusamehe dhambi, ana uwezo wa kumrehemu mtu, ana uwezo wa kumsaidia mtu kubeba mizigo yake. Yesu Kristo, Mungu akaniambia katika yale maono, akaniambia wako watu mahali mbalimbali, wako watu ambao wako at the point of death, wako katika point ambayo wako tayari kupoteza uhai wao, wako tayari kupoteza vitu ambavyo Mungu kaviweka maishani mwao, na wanajua kabisa ya kuwa tuko kwenye hatua ya mwisho, wamekata na tamaa. Lakini leo hii ninakukumbusha, yule mwivi pale msalabani alikumbuka ya kuwa Yesu Kristo amesulubishwa upande wake wa kuume. Yule mwivi akamtamkia Yesu, akamwambia Yesu ya kwamba Yesu, ninakuomba usinisahau kwenye ufalme wako, unikumbuke kwenye ufalme wako. Yesu Kristo alikuwa pembeni yake akiugua pamoja naye, lakini hana namna ya kumsaidia mpaka huyu mtu atamka kwa kinywa chake ya kwamba Yesu, ninahitaji msaada wako, niko kwenye pointi ya kufa, niko kwenye pointi ya kuharibikiwa, ninahitaji msaada wako, unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke. Mungu akaniambia, Mungu anahitaji watu watambue ya kuwa Yesu Kristo anaugua pamoja nao, anasikia yale maumivu pamoja nao, ile misumari aliyopigwa Yesu naye anapigwa pamoja naye, lakini hana namna ya kumtoa kwenye hiyo shida mpaka huyo mtu atakapokiri ya kuwa anahitaji msaada wako Yesu. Meti for shakata mantarabako repa kota rapa shakata rima shekete rima shakata masi fokete repa siakata. Nazungumza na mtu ambaye umekata tamaa, ambaye ukitazama huoni tumaini tena, unasikia maumivu. Yamkini ni maumivu ya ugonjwa, yamkini ni maumivu ya kutukanwa, ni maumivu ya namna yoyote, maumivu ya maisha. Ukiangalia unakata tamaa, unaona kabisa uko kwenye pointi ya kufa. Siku hii ya leo neno la Mungu linasema kama utamwita Yesu Kristo, na yeye anasikia maumivu unayoyasikia, anachokusubiri ni kwamba umshirikishe shida ulionayo. Umwambie Yesu Kristo, ninatambua kuwa wewe huna kosa, wewe huna namna, huna neno lolote, umesulubiwa kwa ajili yangu, na kuhitaji Yesu Kristo uchukue huzuni yangu, uchukue udhaifu wangu, uchukue unyonge wangu, uchukue shida yangu. Yesu Kristo anasema kwa yule mwivi, siku hii ya leo na kuhakikishia utakuwa pamoja nami katika ufalme wangu. Ndivyo jinsi ilivyo siku hii ya leo, ukiufungua moyo wako na kumwambia Yesu, ninatambua ya kuwa na wewe unaumizwa na haya yanayoniumiza, ninakuomba unisaidie, uchukue huzuni yangu, uchukue maumivu yangu. Yesu Kristo anakuhakikishia siku hii ya leo unaenda kuingia kwenye ufalme wake, unaenda kuingia kwenye baraka zake, unaenda kuingia kwenye maisha yasiyo na majuto tena. Anasubiri umwambie, niko hapa Yesu, nahitaji msaada wako. Makatarabasheke resi ataramakosi ya makata
repa shakata mendo robosika mando roboshakata. Mungu Baba, katika jina la Yesu, mlango wako wa neema umefunguliwa juu ya kaka yule, umefunguliwa juu ya dada yule, umefunguliwa juu ya mtoto yule, umefunguliwa juu ya baba yule na mama yule. Na kushukuru Bwana kwa kufungua huo mlango wa rehema. Asante Bwana wangu kwa kufungua mlango wa rehema. Asante kwa kuchukua maumivu yake. Asante kwa kuchukua masikitiko yake. Asante kwa kuchukua huzuni zake. Asante kwa kuchukua udhaifu wake. Nawe Mungu wa mbinguni, asante, maana siku hii anaposikia sauti hii Baba, unamuingiza katika maisha mapya yaliyo na baraka, yaliyo na utajiri, yaliyo na heshima, yasiyo na majuto, yasiyo na mateso. Asante Bwana kwa kumfungulia mlango huo wa neema na rehema zako. Sifa na heshima Bwana wangu zina wewe peke yako. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wameleta maombi yao katika sanduku hili. Ninasimama kama mtumwa wako katika zamu. Ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu ikawape kibali katikati ya maelfu na maelfu na maelfu na maelfu ya watu, wakakubalike kwa jina la Yesu. Majina yao yakaonekane, wakapate upendeleo, wakafanikiwe katika kazi zao na biashara zao. Ninaachilia nguvu ya mafanikio katika jina la Yesu. Roho iliyomfanikisha Yusufu katika nchi ya ugenini ikaingie katika sanduku hili na kuwafanikisha watoto wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Walio wadhaifu Bwana na wenye mahitaji mbalimbali, Mungu, kwa jina la Yesu ninatamka nguvu zote za kuzimu zikaachie maisha yao, wakapokea neema yako katika jina lenye uweza la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.